kwamba kubadilika kwa makocha ndani ya klabu ya Simba, dirisha kubwa la usajili na maingizo ya wachezaji kwenye dirisha dogo, kwamba ndio vitu ambavyo vimepelekea Simba kuwepo hapa walipofika sasa hivi. Nafikiri ukivitazama unaweza ukakubali kwamba inawezekana kwa namna fulani vimeipelekea Simba kufika hapa ilipofika hivi sasa. Kwa mfano, mimi nilikuwa naifanyia tu tathmini ndogo klabu ya Simba, nikaangalia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kilichoshiriki michuano ya kombe la shirikisho msimu 2024 2025, nikagundua kwamba mpaka hivi sasa kwenye ile first 11 nzima inawezekana amebaki Shomari Salum Kapombe mpaka hivi sasa, kwa maana Musa Pinpin Kamara, yes, huyo yupo kwa sababu ya majeraha. Mohamed Hussein yeye ameenda kwa wananchi Young Africans, upande wa kulia kabaki Shomari Salum Kapombe. Pacha kwa mabeki wa kati ilikuwa ni either Shamu na Hamza au Hamza na Shea Malone, ama wowote katika hao wote, au kiwatazama wawili tayari wamekwisha kuondoka ndani ya klabu ya Simba, kwa maana ya Shamu pamoja na Shefondo Malone, then Abdurazak Hamza yeye ni majeruhi. Ukienda mbele utamkuta walau bado Yusuf Kagoma, japo kwa makocha ambao wamepita kwa hivi karibuni ameonekana na in and out nyingi, na walau yeye anaweza kuwa ni mchezaji wa pili. Lakini ukisogea mbele mtu kama Donald Ngoma, kwa maana ya Fabrice Ngoma hayupo, lakini akina Steve Dese Mukwala, Lionel Ateba, Jean Shazi Ahoua, akina Joshua Mutale, vijana pendwa wa kocha Fadlu Davids wote hawapo. Then akabaki Mpanzu ambaye aliingia dirisha dogo pamoja na Kibu Denis, ambao wote au kiwatazama bado hakuna ambaye ana uhakika wa namba ndani ya kikosi cha Simba. Lakini ukiangalia kocha waliyekuwa naye pia alishaondoka. Hii inaonyesha kwamba kikosi cha Simba kilichokuwepo msimu jana na ile kauli yao waliotuambia kwamba wanajenga timu, ile kikosi chote asilimia kubwa sio kikosi cha kwanza cha mwalimu aliyekuwepo hivi sasa. Lakini pia kubadilisha kwao mwalimu ndio sababu kubwa pia ya kila mwalimu anapokuja kwenye timu anaweza kawa na mahitaji yake. Ndio maana unaweza kumuona mwalimu kama Dimitar Nikolaev Pantev pale ambapo alikuja ndani ya kikosi cha Simba, Yusuf Kagoma alionekana sio chaguo lake la kwanza. Hapo tayari unaona kwamba kila mwalimu anayekuja anaweza kawa na mahitaji yake kulingana na namna ambavyo yeye anataka timu yake icheze. Lakini ujio wa mwalimu Steve Baka, yeye amekuja kwenye kipindi ambacho pia dirisha dogo nalo likawa liko karibu, then Simba wakawa na maingizo mengi mapya pia kwenye dirisha hili dogo. Na sifa kubwa ya wachezaji wanaoingia kwenye dirisha dogo, hawa huwa wanakuja kutibu moja kwa moja madhaifu ambayo yako kwenye timu, ama kutimiliza mahitaji ambayo yalionekana ni mapungufu wakati timu inaanza msimu. Kwa maana kwenye dirisha dogo wakamuingiza mtu kama Ino Loemba, akaingia mtu anamuita Anset Oura pamoja na Libase Geye, Nixon Kibabage pamoja na center back Oura, ambao hawa imeonekana ni maingizo halisi ya dirisha dogo. Na hawa wote niliowataja, karibu kila mchezaji amekwisha kupewa dakika za kucheza na kila mchezaji ameonyesha ni kipi ambacho alichonacho. Kwa mfano mimi nikitazama mchezo wa jana, nilikuwa siutazami kama mchezo ambao Simba kuna kitu wanakitafuta sana kwenye ule mchezo, kwa maana wanatafuta ushindi ili waweze kusonga mbele kwenye hatua ya mtoano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Isipokuwa mimi niliutazama ule mchezo kuangalia kwanza maendeleo ya timu kiujumla kutoka kwenye michezo iliyopita mpaka hivi sasa, ni kama vile wako pre-season, lakini pia kumtazama mwalimu ana react vipi kutokana na matukio ambayo yanajitokeza ndani ya kiwanja. Lakini inawezekana pia matatizo makubwa sana ya klabu ya Simba hayasababishwi na matatizo ambayo yanahusisha labda makocha, wachezaji. Inawezekana ni matatizo yaliyo nje ya dakika 90, kwa sababu nasema udhabiti wa management ndio ambao unaweza ukawa unaonesha kile ambacho kinatokea ndani ya dakika 90. Yaani dakika 90 zile ambao tunaziona kwenye mchezo inawezekana yakawa ni matokeo ya shughuli za kila siku nje ya dakika 90. Kwa hiyo kwa kutazama vile, nadhani bado wana safari ndefu sana na bado wana kazi kubwa sana ya kuifanya ili waweze kurejesha kikosi chao kwenye udhabiti, kwa sababu wachezaji ni binadamu, wanapita kwenye mitandao ya kijamii na wanaona kinachoendelea. Kwa hiyo inawezekana wakiona baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii yanaweza yakawatoa wao kwenye focus na kwenye concentration